Kevin, kwa kuna nini mdogo wangu? Ndio nimekuita haraka sana nyumbani. Mama, unaendeleaje? Hivyo hivyo tu mwanangu. Shikamoo mjomba. Marhaba mjomba. Wajomba zangu, kama mnavyomuona mama yenu bado anaumwa na hali yake sio mzuri sana, ila nimewasiliana na baba yenu mdogo Kipawa, anasema yuko njiani anakuja na dawa. Kwa hiyo naombeni tuendelee kuvuta subira. Mama, usijali, utapona. Lulu mwanangu, Hiyo mama. ninachokuomba kwa sasa, umwangalie sana mdogo wako na msimwamini mtu wowote yule. Kwa ninachokuomba uwe makini sana. Sawa mwanangu? Ndio mama. 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 Mama amka. Mama. Lulu mjomba wangu, hata ukimwita hapo hatakuitikia kwa sababu mama yenu ameshafariki. Hebu inuka kwanza. Kevin mdogo wangu. Unajua mama yetu amefariki muda mrefu. Kwa hiyo hapa kula kwetu kwa shida, hadi tumtegemee baba mdogo na mjomba. Kwa hiyo leo ndani hamna kitu chochote. Na kuomba mdogo wangu, nenda kwa mjomba au kwa baba mdogo, hakupe hata 500 au tukanue unga. Na wewe ukienda kwa baba mdogo, mimi nitaenda bondeni kuchuma kisamvu. Sawa mdogo wangu? Kwani usiende mwenyewe dada? Mimi nimechoka. Asa, nikienda mimi, nani ataenda kuchuma kisamvu? Sawa dada, mimi nitaenda. Lakini hakikisha uweke moto fasta, maana kama unasumbua. Sawa mdogo wangu. Ninapoenda bondeni kuchuma mboga, nitarudi na kuni. Na nitawasha moto mapema. Nenda mdogo wangu. Kila siku dagaa, nyama tunasikia kwenye bomba, na hata tulale na njaa, tusichoke Mungu kumuomba. Wenda kesho atatupa, tukasahau ya jana. Wenda kesho atatupa, tukasahau mama. Ujue Mungu hajatuumba tuishi maisha haya. Ujue Mungu ametuumba tuishi maisha bora. Odi. Maana katugea akili ya kutafakari. Odi. Nani? Na nguvu ya kufanya kazi. Nani mnabonga fanya ibada kama sungusungu? Nishapumzika hapa ngongongongongongongongo. Father.
Dada kanituma 1500 tukanunue unga. Aye! Dada kanituma 500 au 1000 tukanunue unga. Dada kakutuma 500 au 1000? Kanunue unga. Unga wa nini? Akula. Sasa hapa kituo cha kuomba msaada hapa. Mimi mwenyewe sina hata hela. Kula kwangu tu mtihani. Nipo mweupe hapa. Kaambia mimi sina hela. Umenielewa? Alafu hata kama ningekuwa nayo nisingekugea. Mimi mwenyewe hela sina. Alafu tena Aye! Wewe nenda. Sio unanielewa? Haya ondoka. Wapumbavu kweli ni. Mimi mwenyewe hapa naona. Kula kwangu nyewe ndio hivyo. Aye! Kula kwangu kwa mtihani. Nataka hela. Wewe kaendelea kupumzika mimi. Ujue Mungu hajatuumba tuishi maisha haya. Ujue Mungu ametuumba tuishi maisha bora. Ndio maana katugea akili ya kutafakari, katugea na nguvu ya kufanya kazi. Tukifanya kazi kwa bidii tutafanikiwa, tutaishi maisha mazuri ya kufurahia. Ila siku zote mwanzo ni ngumu. Siku zote mwanzo ni ngumu we. Siku zote mwanzo ni ngumu wewe. Siku zote mwanzo ni ngumu we. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Mungu anatutazama. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Vipi mdogo wangu? Umepata hiyo hela? Sitaki unitube tena. Baba mdogo amenitukana na mjomba amenitukana. Kwa sababu gani sasa? Mimi hata sijui. Basi mdogo wangu, nenda kawashe moto. Mimi nikimaliza kuchambua mboga nitaenda. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Mungu anatutazama. Siwezi nikachagua kazi wakati wala sina elimu. Aye! Sasa ndugu zanguni, nimwaita hapa munisikilize kwa makini. Muniazime masikio yenu kwa niaba kunisikiliza. Mdomo wenu muni sapoti kwa hiki ninachoongea. Kaka yangu kabla hajafariki aliacha asilimali nyingi sana aliunda na yule mkewe ambaye sasa naye ni marehemu. Wameunda mashamba 3, sawa? Nyumba 3, viwanja 3. Alipofariki akamwachia marehemu mkewe, na yeye marehemu kafariki. Si mnanisikia hapo? Aye! Sasa katika zile rasilimali walizoziacha wote marehemu
nimewazua kutokana na maisha yetu jinsi alivyo, na nyinyi ndugu zanguni nikiwaangalia, wewe tunasemaga pangu pakavu tia mchuzi. Mimi nina wazo yale mashamba, viwanja na nyumba zile 3 zote tugawane. Mashamba 3, viwanja 3, nyumba 3. Na sisi tupo 3. Mnaonaje tukagawana hapo? Maisha yetu kidogo yapande. Yaani ndugu yangu, katika siku zote ani leo ndo umezunguza pointi, tena pointi kweli hani. Yaani kipindi cho marehemu dada, kipindi kwa hivyo zake hai. Yaani kabla hajakuwa marehemu, mimi dadangu kwa nanyanyasa sana ndugu yangu, nikwambie tu ukweli. Yaani kuna muda mimi ndugu yake nikifundishwa na balala njaa. Umeona? Nikaenda shambani kule, dada mimi nimekuja ndugu yako na njaa, nigata vipande viwili tu vya mihogo nikachemshia nyumbani. Yaani ilikopo mtihani. Yaani kufa kwa dada, anasi kama Mungu, yaani kama kupiga kweli kama misomeso ndani kapiga kweli hani. Kwa mimi ninachokiona hapa ndugu zangu, tufanye tu mpango tugawane. Kama mnavyonijua mimi ndugu yenu, nyumbani naoishi nyumbani bondeni kule, nyumba tayari imeshaoza. Kijumbani cha udongo, muda mwingine kilala ndani mule. Najiuliza hivi, kwa mfano Mungu kama kunishia dongo la kichwa pone kifo, sindakuja kuzalilika ndugu yenu. Hapa kwa kuwa dada amekufa ndugu zanguni, labda niombe tu ukweli. Tufanye mpango na mimi ndugu yenu ishi katika nyumba ya tofali. Unipilikana? Salama bwana, wewe karibu. Kwa kazi na kuachia wewe ndugu yangu, wewe ndo kila kitu nakutegemea. Fanya mpango. Au unasemaje ndugu yangu? Mimi kama kaida yangu, sina maneno mengi. Kama hili limepita, basi hata mimi nimelipitisha. Lakini hapa zimepigwa hesabu za nyumba 3. Lakini kuna nyumba ya kule bondeni kule wanapoishi wale watoto. Ile nao tunaiweka nafasi gani? Ile pale tujaipigia hesabu kwa sababu ile si wanakaa wale watoto. Mbona kutingania mambo tena nawe na hapa? Kwani hao watoto wanakula kilo ngapi? Mimi nitachukua mtoto wa kike yule nitakaa naye. Bwana huyo atachukua mtoto wa kiume atakaa naye. Mbona mambo umepea si ndugu yangu bwana wewe? Kwa kuhusu swala watoto hilo, kila mtu atachukua tu mali yake. Anipilikana? Sawa, sasa mimi nachoona wewe itabidi uchukue wa kiume. Aba utachukua wa kike. Mimi nitakuwa naleta huduma. Na utakutingana mambo tena hapa. Mimi sitakwambia nachukua mtoto wa kike atakaa nyumbani pale. Huyu kibakasi atachukua mtoto wa kiume yule atakaa naye nyumbani pale. Basi hivyo mambo atachimbika hapa. Tutakosa kila kitu hapa. Wewe bwana una nini? Mbona unang'ang'ania wa kike? Utakunyung'unya, wewe utachukua wa kiume, huyu atachukua wa kike. Bwana sikiza nikwambie bwana. La sivyo hiki kikao kitakuwa kina kitu hapa. Kama ukishinda kunegea mtoto wa kike hapa, kikao utakupa tufanye kitu chochote. Hata hizo nyumba za kwazi uziki wala mashamba utakupa uziki hapa. La sivyo watoto wote wataga mali zao zile. Hapa tuelewane kumbe. Umeje nijua vizuri nyinyi. Na mimi ndevu hizi nikaje kone kaweza kumpuliza mwana mwenzangu moto. Nikiungua mimi nakana wa kike yule atanipikia nyumbani pale. Huyu mke anaye atakana wa kiume yule atakuwa anakaa nyumbani kwao pale. Okay, sawa. Itakuwa hivyo. Mimi nitachukua zile nyumba 3, utachukua mmoja kati yenu nyinyi, mmoja atachukua viwanja 3, mmoja atachukua mashamba 3, mimi nyumba 3 zile. Zitanitosha hizo. Hapo kwenye nyumba 3 hapo, hilo swala liwezekani. Yaani sio tuchukue mashamba na viwanja, wewe uchukue nyumba 3. Kila mmoja anachukua nyumba moja na kila mmoja anachukua shamba moja. Sawa? Alafu tunaiangalia ile nyumba nyingine. Sasa nyinyi mashamba si yanawazalishia. Mimi nyumba ile mbashajengwa hata pa kupanda miogo si, lakini nyinyi si mtapanda miogo mtapata, mimi nikamwa kwa sababu unajua mimi ndo maana nachukua nyumba 3 bwana. Tukiuza ile ya 4 utaenda kununua mashamba bwana. Mnanongwa haya sawa. Tunafanyaje sasa pale? Hilo swala hapo mimi nakusikiliza wewe tu. Kati utafute dalali wewe ndo kila kitu na kuacha wewe katika hilo swala, sawa?
Kwa sababu wewe ndo mkubwa, wewe ndo wa kutongoza sisi. Lakini tukisema sisi kwamba tutoe mamlaka sisi hapa mambo yatakuwa magumu hapa. Aye. Sasa haina haja kutafuta dalali, nitacheza kipa na beki. Mwenyewe nitashughulika kuhusu udalali. Mimi nitaleta dalali, mambo yataenda sawa. Sasa pale inabidi bwana ukapafunge pale, mimi nitaleta boss pale afu mambo yaende sawa. Basi fresh. Hapo mimi sina muda kuchelewa tena. Fanyeni hivyo. Aye. Na basi sikiliza ndugu yangu nikwambie. Hata yule akizungua yule. Na yule pia nyumba yake tunamwa tunauza. Mali zote tunagawana sisi. Mnipelikana Fanya hivyo ndugu yangu usichelewe mpunga huo. Hiyo imeisha, hiyo haina shida. Fanya masiara ni wenyewe. Lakini usisahau bwana. Sawa? Haya. Wenyewe nendeni bwana. Fanya masiara mimi nyie wote na wapiga kibuti. Naambia kumbe kaka bwana aliuza kabla ya kufa. Ndio ile la nyetu tumenunua sanda. Aliuza shamba fulani au kiwanja fulani au nyumba fulani. Yenyewe mimi huyo na kuonesha heshima kwenye vibanda vya kahawa yote. Siwezi nikachagua kazi wakati wala sina elimu mimi. Siwezi nikachagua kazi wakati wala sio msomi mimi. Kazi yoyote nafanya mumeo ili tupate pesa, angalau turegereo japo siku ikapita. Sometimes nakosa raha. Yote maisha usikate tamaa. Wale wenye gorofa usizani wameokota, hata wao wali Kevi. Hivi itakuwa Kevi ameenda wapi? Na kwa nini amefunga mlango? hadi wakapata, ila siku zote Hii sio kawaida yake. Sasa itakuwa ameenda wapi? Hao itakuwa kaenda kwa mjomba. Hapana. Hapa wacha niende kwa baba mdogo. mwanzo ni mgumu dali, siku zote mwanzo ni mgumu. Usikate tamaa wewe. Mdogo. Naam. Nimekuja hapa kwako. Nimekuja kumuulizia mdogo wangu. Maana nimeenda nyumbani, mlango nimekuta umefungwa na kufuli. Nimemtafuta kila kona, sijamuona. Kwa hiyo nimekuja hapa kumuulizia. Mdogo wangu ameelekea wapi? Sasa wewe unadhani ameenda wapi? Mimi nidhani amekuja hapa. Kwa mjomba wako umeenda kumwangalia? Hapana. Sijaenda. Na mdogo wangu mimi najua, hajamzoea sana mjomba. Aye. Sasa nenda tena kwa mjomba wako, kamwangalie. Usipomuona rudi tena hapa. Maana nilimuona pande hizi anazulula. Hebu nenda. Sawa baba mdogo. Nitaenda. Sawa, wewe nenda kamwangalie. Sawa. Ninaenda. Kwaheri. Haya, nenda. Vitoto vidogo vijeuri na bado mpaka tutimize letu. Basi
mjomba, mbona hivyo? Unaelekea wapi huko? Mjomba, huu mguu ulikuwa ninakuja kwako kwa sababu nimeenda nyumbani nimekuta mlango umefungwa na kufuli na namtafuta Kevin hayupo. Nikaenda kwa baba mdogo kumweleza, lakini akasema hivi nije kwako kumwangalia, labda kwako yupo. Ndiyo, Kevin yuko kwangu. Vipi, kuna tatizo? Maana mimi nimerudi shule sasa, naenda nyumbani nakuta mlango umefungwa na kufuli, labda funguo ameiweka sehemu. Aha, kuhusu pale nyumbani, mimi ndo nimefunga ule mlango, na kuanzia leo hamutakii tena mkae kwenye ile nyumba kwa sababu tunataka tuiuze. Mjomba, sasa sisi tutaenda kukaa wapi? Kwa sasa hivi sina muda, kuna sehemu naelekea. Wewe nenda nyumbani, nitakukuta nyumbani. Sawa. Nani kwanza? Haya. Hata hapa ndio tumefika. Wana sehemu yenyewe ndio hii. Nyumba yenyewe ndio hii. Umeona msauzi ule? Ndio. Umeona hapa bwana sasa. Bwana mimi nyumba nimeiona. Tena nyumba inaonekana hii nyumba nzuri. Inaonekana chini na tailisi. Tena hii nyumba. Hii nyumba tena nataka tutauza bei. Kuna friji ndani humo. Kuna mpaka friji. Ipo ndani. Kama nilivyoiona, ujue nimesunguka mfano kule mnyuma ulikonipitisha kwenye mnyuma ya nyumba kule. Ile tena nyumba ina madirisha makubwa. Ina madirisha makubwa yanapitisha upepo mzuri mpaka hewa. Yaani mwandani mtu akiamia mwandani. Hamuna haja ya kufunga hata feni. Bana nyumba ndio kama unavyoiona hapo. Ndio. Ndio ulisema mwandani mna msarufu kontena? Hai makontena yamejaa sana huko ndani. Ndio hiyo. Ndani humo kuna vyumba 130. Nani basi atakayenunua nyumba atafaidi. Tena nyumba kubwa kama pipa. Ai nyumba kubwa. Haya, sawa bwana nyumba nimeiona. Hapa. Hasa hii nyumba mbona kama ina double decker? Yaani ina rangi mbili. Ukienda huko ukiangalia huko kuna mtofali, halafu ukiangalia upande wa huko. Huku akija mulafi akitia kodo lake, nyumba inaporomoka hii. Yaani mvua ikinyesha inashuka chini, sinabakia hisi mufito peke yake. Wewe bwana usichokijua, hiyo ni fashion. Hebu njoo tuangalie pembeni. Hapo si ushaona? Njoo. Njoo huko. Sasa mbona ndani sijaona sasa? Njoo bwana. Bwana sasa mimi nyumba nimeiona. Tena hii nyumba nzuri. Tena wateja wako hawa. Hawa wako wangapi hawa wateja hawa? Ndio naona. Wako wateja wengi wanataka nyumba. Sasa hapa inatakiwa tujue sasa. Hai nyumba mnauza shilingi ngapi sasa? Sasa bwana kwanza nyumba umeiona? Lina eneo kubwa. Ndio. Kama nilivyokuambia, ndani kuna self container humo. Ndio kuna self container. Kuna tiles humo. Ndio. Yaani kama nilivyokuambia kuna friji humo. Sasa hapo kuhusu minyong'oro hapo. Tofa ngapi? 3. 2. Utatugea milioni 6. Milioni 6 yote hiyo. Kwa nini nanunua ndege? Mimi nanunua ndege tunanunua nyumba. Milioni 6 mwateja wangu watakimbia hawawezi kutaka milioni 6. Hebu tufanye hivi. Hebu mubalansi tena kidogo hapo, mshuke kidogo hapo. Tuone itakuwa mshingapi. Sasa
unaleta kipingamizi wewe ndio unanunua, si unakuja na bosi. Hata kama mabosi wangu wenyewe mifuko imekaa 100 foko. Sasa hapo kama hivyo. Sawa, kutokana tunasaidiana uchumi wangu ngumu. Mwambie basi watoe milioni 5. Milioni 5? Hapo ndipo Hachiri nataka milioni 5. Nina nilimejiloga ya nilimejiloga lenyewe masikini ya Mungu. Sasa mimi nyumba nauza milioni 10, alafu lenyewe nalipa milioni 5 sasa. Nitakuwa nimepiga cha juu. Unateteteta nini? Nilikuwa na bageni kwenye mkitwa wangu huko. Sasa hapa kwenye milioni 5 hiyo. Ngoja kwanza nibonge na Mungu. Sasa utanani hapo hata milioni 4 akifika fresh. Kama milioni ngoja nikoki. Hata milioni 4? Nimejiroga lenyewe ili apeta kama milioni 4. Hata ngoja nimpigie bosi wangu. Mpigie. Hayo. Hendi woshi kama maraba kwanza karibu. Zamani bosi. Hendi wa bosi ulinipa kazi ulisema nikutafutia nyumba. Bwana nimepata nyumba. Tena nyumba kubwa, nyumba ipo kama Kibentoni. Ipo kama gazeti, nyumba kubwa kabisa kama pipa. Ina vyumba vyote vipo, self container umo. Yupo ndipo ndio nipo naye. Ndiwa nipo naye. Tumukuje. Sasa uko wapi? Haya basi sawa nakuja. Haya, ngoja basi nimwambie tunakuja wote. Mbosi wangu kasema tuende tumufuate huko. Yupo yoyo. Kweli ila hii munyumba mzuri. Hebu twende kwanza tuwai bwana. Tukamuwai bosi upo kwenye ulabu, anakunywa ndege, anakunywa bwana. Mjomba, mimi sina kusalimia. Marhaba shenzi mkubwa. Kulikoni? Mjomba, mimi nina njaa. Sasa kama njaa na kuuma mjomba, mimi jiko. Wewe si mtoto kika umekaa jikoni hapo, si upike? Sasa ela unga. Sasa ule unga jomba wewe nyoka? Hivi njomba, wako shinda kuniona huruma mimi njomba. Unajua mimi njomba wako umechangu magumu. Kula kwenye wendo Mungu mpaka afanye mistake tu kutoa riziki zake kunipatia mimi njomba. Unaona shinda njomba kutoka hapa kwenda mtaa tatu huko. Kutafuta taa wanaume wale watatu kukugea wewe hela ukapata kula. Mpaka unakuja hapa unakata simu zangu maisha na nichanganya kile tena nyumbani naona nichanganya tena njomba mimi sijakula kweli njomba. Mimi nikatafuta wanaume wakati mimi nasoma. Sasa njomba kama ukiona soma ndio shindo kutoa wanaume nyumbani? Unaweza kuwa ngapi huko wanasoma? Lakini unakuona mabwana wakienda nyumbani kwao pale wanakula makuku, machipsi, mafuto kibao sijui. Angalia mimi njomba wako kila siku tukija hapa mlionyesha time leo mmoja. Ukipiga viazi mpaka kesho kutwa njomba. Ungepata hata Kibenteni huko. Au ungepata danga lenye maana lenye pesa huko. Njomba tulikuwa tunaishi maisha mazuri njomba. Hivi mjomba wewe una akili kweli? Unaniambia mimi nikatafuta mwanaume. Hauje kama mimi nasoma.
Yaani wewe kuniambia mimi sina akili. Huyo mama yako kwa alikuwa shata kiloba cha mchele hapa. Washakuta kiloba cha unga hapa. Yaani kula kwako wewe kupendeza kwako hivyo unavyojiona hivi. Mimi mjomba wako ndo napigika kweli. Lakini hata kunaonea huruma kwa sababu na mjomba nimeonea huruma wewe utaki. Sasa nakwambia jembo wewe. Chukua vitu vyako kwanza ondoka. Basi mjomba. Hakuna cha basi wewe toka. Nitakuja kukafoma kofi mboe. Nasema ondoka. Toka! Nisamee. Wewe. Yaani mtoto mwingine zangu anapata watoto wazuri, kimi napata mapezuri. Sasa huyu mtoto kwanza mwekundu kaa nduza mbwa. Tena ishia uko mchezi mkubwa. Na ungekapa ungenipa kesi. Ukishakorogeka na maisha yetu haya yule. Mtu anakana tumela solo mama. Yotaka takadada haya. Mimi kipindi kama ile mama yake mimi nina njaa. Ngamba dada nikabidhi shamba nipate kulima mwana ndugu yako nipate kula. Dada alikuwa hataki. Una leo unaanza kudhalilika kwa ajili yake. Kwanza jana nilipigwa kwa sababu mwenyewe bandio na kikai tena. Mdogo nimekukuta. Nini? Nimekula mjomba kanifukuza. Aye! Kakufukuza? Ndio. Sasa bwana huyo. Sababu nini? Sababu sijajua. Kwa hiyo anafanyaje? Mimi ndo nimekuja kukaa kwako. Awe! Hoja kukaa kwangu. Mimi mwenyewe napokaa nyewe hapa eleweki. Chumba kimoja. Leo nije kukaa na wewe. Sinaonekana nataka kubaka kama mtoto wangu. Nikana na Aye! Hapa bwana haukai. Tafuta pa kukaa. Kachukua magodoro, nini nenda kalale kwenye kaburi la mama yako kule. Katandike pale ulale. Sio kwangu mimi. Hapa mimi haukai. Eti nakuja kukaa kwangu. Hayo majamaa majukumu tusagawana. Sasa tena naye alikimbilia na nataka mtoto wa kike. Haya leo hii. Aye! Hapa bwana uondoke. Sawa? Sawa. Nimekwambia uondoke, si ndio ugeuke uondoke? Sawa. Kautajia mwenye pa kukaa. Tuje kujazia na mizigo hapa nyumbani bwana. Mimi mwenyewe maisha yangu mwenyewe najua mwenyewe. Kula kwangu kwa manati. Alafu sasa tena Anchanganya bwana. Mjomba. Marhaba. Karibu. Asante. Mjomba, mimi nilipotoka nimefukuzwa. Bamdogo kanifukuza na mjomba. Kwa hiyo nimekuja hapa kukaa na mdogo wangu. Yaani huko ulipotoka mjomba wako amekufukuza. Babako mdogo amekufukuza. Kwa hiyo hujaona sehemu nyingine yoyote umeamua kuja hapa. Ndio. Sasa sikia. Huyo ndugu yako mwenyewe nimeshamfukuza hapa. Sawa? Yaani haiwezekani siku chache tu anakuja ananiharibia magodoro yangu mimi hapa. Sasa huo mguu ule kujia
ndo mguu utautokea. Tena nenda, ukimwona huyo ndugu yako, basi mkajue mtakaa wapi. Sawa, mimi naondoka, ila Mungu atalipia. Toka hapa. Sasa ndo naanza kuliona joto la jiwe. Hivi ni kweli ndugu zetu wametukataa? Mdogo wangu itakuwa ameenda wapi sasa? Mungu, tunusuru kwa haya. Maisha yetu maseke, kula kwetu mateke. Maisha gani haya? Mjini hakuna shamba, tunaambiwa tulimi. Tutaishi maisha gani sisi? Nyumba imeuzwa na mashamba yamejimilikisha. Wacha nimfuate mdogo wangu alipo. Usikate tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa, Mungu anatutazama. Usikate tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa, Mungu anatutazama. Nikachagua kazi wakati wala sasa ndugu zanguni aye ile biashara naona imeenda vizuri kama Mungu alivyopanga. Hapo ni jambo kwanza la kumshukuru Mungu hapo. Au sio? Tumeuza, pesa iliyopatikana ni pesa halali za Kitanzania, ni milioni 4. Kwa Kiingereza inaitwa foundation in the fall. Uongo. Sio, mmenielewa hapo eh? Ndio. Sasa hapa mwenyewe nasema habari ya iliyopo sasa hivi kuhusu kupanga ile minyungure jinsi ya chinchange kugawana yani. Aye. Sawa? Milioni 4. Na sisi tupo watatu. Ambayo tunagawana moja moja. Sawa, na milioni 1, milioni 1, milioni 1. Alafu ile milioni 1 iliyobaki tunawagea wale watoto wale. 500,000, 500,000 watagawana wale. Kwa wawili wale. Sababu wale mali ya baba yao. Kwa hiyo lazima wapate. Sisi tunaelewana. Kiliti mamo kweli wewe. Mimi nilijua tu mambo haya lazima atakopo hivi. Kwa sababu mwanzo tungepiga hesabu tangia mwanzo. Nyumba ziko 3, mashamba hapo 3 na viwanja 3. Tungeuzana watoto wale. At least ingefika hata milioni 15 bwana wewe. Unipilikana. Kwa mimi ningechukua milioni 5, wewe ungechukua milioni 5, wewe ungechukua milioni 5. Lakini kwenye milioni 4 hizi unazozungumzia wewe, kusema sisi tuchukue milioni 1 watoto wape milioni 1, uongo. Unipilikana. Hapa chance nyingine ninachokiona mimi. Kwa sababu kama wale watoto shule sisi ndo tunawapeleka. Kula kwao tunajua sisi. Madaftari tunajua sisi. Peni imeisha shuleni tunajua sisi. Uniformu kuchaneka tunajua sisi. Viatu vidogo vikubwa tunajua sisi. Kwa hiyo ndugu zangu niombe kitu kimoja. Kwa maana mambo yale ya kiskuli ama mambo kuhusu wale watoto, sisi tuchukue milioni 1,500,000, ndugu yangu achukue milioni 1,500,000, wewe ule milioni 1. Subutu! Sababu hizo ni kuhangaika na hangaika mimi kutafuta bosi hapo. Kama hivyo hesabu za watoto hakuna. Tunagawana sawa sawa. Eti tagawana sawa sawa. Milioni 1
milioni 1. Tanki chukua milioni 1,800,000 mtu na niu. Mambo yanaenda sawa. Sawa. Mimi kama kawaida yangu. Sina maneno mengi. Nataka tujue hiyo pesa nakuja saa ngapi, tugawane kila mmoja afe na chake. Sasa hapo usio minyungule kugawana hapo. Unajua sasa hivi kidigitali. Pesa augewe mkononi. Pesa unagawa kwenye akaunti. Leo nina mishemishe. Kesho nitaenda bondeni kule kusimamia ile shamba kule. Kesho kutwa nitaenda mjini, nitaenda kuzitoa. Kila mtu afe na chake, udugu ufe. Sisi tumeelewana hapo? Kila mtu afe na chake. Basi maana hapo tena bila kugawana hiyo hela sasa. Si wengine ndio hivyo. Ugonjwa wetu kahawa na sisi. Sasa hela kama hiyo mimi nishachukua hapo, hata kenyeji 200,000 kahawa, 200,000 naenda kuweka pale kwenye kahawa. Bwana naweka nitakuwa nakuja kidogo mpaka itakavyokutimia 900,000 sijui mpaka itakavyoisha 200,000 yangu. Mimi naona hilo limeisha hilo. Sasa ndugu zangu, naomba kitu kimoja. Unajua hizi zinaitwa hela. Na kama unavyojua hela kila mtu anakuwa na matumizi yake. Mimi kama mnavyonijua ndugu yenu, kuacha pombe siwezi. Kwa hiyo siwezi kwenda kilabuni kule kwenda kukaa kutuna afu hela mfukoni nikiwa sina. Kwa hiyo kama zitakuja siku hiyo basi zije mapema. Na wewe ndugu yangu, sio unakuja na watu kwa kama shahidi kwamba sisi tumegana hela ikapungua hapa wao itakupa ugomvi. Mimi hela sitoi. Kama hela kipungua utatoa wewe. Unipilikana hilo linajulikana. Sasa nimchukua mwenyekiti tunavyotafuta yale maeneo yale kuwepo. Hilo limeisha hilo. Kama tulivyokubaliana kesho kutwa wenyewe tunasema panapo majaliwa kila kitu kitakaa sawa, tunaua udugu. Sasa nikoma kilabuni huyo. Maana huyu mbwa dada Hinji huyo kujifanya kija pale levi na laza babake za ulisi zile. Kuninulia mimi togo. Kweli mimi kunya togo. Basi ndio hivyo. Kila siku dagaa, nyama tunasikia kwenye bomba, na hata tulale na njaa tusichoke Mungu kumuomba. Wenda kesho atatupa tukasahau ya jana, wenda kesho atatupa tukasahau mama. Ujue Mungu hajatuumba tuishi maisha haya, ujue Mungu ametuumba tuishi maisha bora. Ndo maana katugea akili ya kutafakari, katugea na nguvu ya kufanya kazi. Tukifanya kazi kwa bidii tutafanikiwa, tutaishi maisha mazuri ya kufurahia. Ila siku zote mwanzo ni ngumu, siku zote mwanzo ni ngumu siku zote mwanzo ni ngumu wewe, siku zote mwanzo ni ngumu usikate tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa, Mungu anatutazama. Usikate tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa, Mungu anatutazama. Siwezi nikachagua kazi wakati wala sina elimu mimi. Siwezi nikachagua kazi wakati wala sio msomi mimi. Kazi yoyote nafanya mumeo ili tupate pesa, angalau turegereo japo siku ikapita.
Sometimes nakosa raha. Yote maisha usikate tamaa. Wale wenye ghorofa usizani wameokota, hata wao walisota hadi wakapata. Wale wenye gari usizani wameokota, hata wao walisota hadi wakapata. Ila siku zote mwanzo ni mgumu. Siku zote mwanzo ni mgumu. Oh, siku zote mwanzo ni mgumu dali. Siku zote mwanzo ni mgumu. Usikate tamaa wewe, usikate tamaa mke wangu, usikate tamaa. Nivumilie, usikate tamaa wewe, usikate tamaa mke wangu, usikate tamaa. Juu wanatutazama. Nice. Oya. Kipalala. Vipi? Mnyungune tayari huku. Tayari njoni nyumbani hapa, mwambie na mzee bwana. Mimi nimesharudi hapa. Mimi nimesharudi, nipo nyumbani hapa. Kwa hiyo fanyeni mpango mmoja hapa, tuje kugawana hii minyungune yenyewe hii. Unajua? Aye! Njoo mbele na mwenzio mmoja hapa. Msichelewe sasa. Unajua? Mure. Ndio, unajua. Usilaze damu. Supu ya nguruwe na noga ikiwa moto. Haya, sawa. Waja kwanza hapa niweke ndani niwasubirie. Minamini Baba Mungu ameumba dunia kwa mapana yake, tujitawale walimwengu. Riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Ona unomwamini leo anakuliza kesho, mnalopanga leo ule unakimbiza upepo. Minadiliki kusema jamani, dunia ni kichefuchefu, meshindwa kuvumilia haya ya dunia yamezidi maumivu. Najiuliza ni nani
na nakulaumiwa. Oh, nani tamlaumu? Nani tamlaumu? Wote vigeugeu, sio ndugu hata jirani, wote siamini, hata sijui ni nani mbaya wa mimi. Yananichanganya, yanaumiza roho, yananichanganya walimwengu. Kila siku dagaa, nyama tunasikia kwenye bomba, na hata tulale na njaa, tusichoke Mungu kumuomba. Wenda kesho atatupa, tukasahau ya jana. Wenda kesho atatupa, tukasahau mama. Ujue Mungu hajatuumba tuishi maisha haya. Ujue Mungu ametuumba tuishi maisha bora. Ndo maana katugea akili ya kutafakari, katugea na nguvu ya kufanya kazi. Tukifanya kazi kwa bidii tutafanikiwa, tutaishi maisha mazuri ya kufurahia. Ila siku zote mwanzo ni ngumu. Siku zote mwanzo ni ngumu we. Oh, siku zote mwanzo ni ngumu wewe. Siku zote mwanzo ni ngumu we. Usikate tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa. Mungu anatutazama. Usikate tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa. Mungu anatutazama. Siwezi nikachagua kazi wakati wala sina elimu mimi. Siwezi nikachagua kazi wakati wala sio msomi mimi. Kazi yoyote nafanya mumeo ili tupate pesa, angalau turegereo japo siku ikapita. Sometime nakosa raha, yote maisha. Usikate tamaa, wale wenye gorofa usizani wameokota, hata wao walisota hadi wakapata. Wale wenye gari usizani wameokota, hata wao walisota hadi wakapata. Ila siku zote mwanzo ni ngumu. Siku zote mwanzo ni ngumu we. Oh, siku zote mwanzo ni ngumu dali. Siku zote mwanzo ni ngumu we. Usikate tamaa wewe, usikate tamaa mke wangu, usikate tamaa. Nivumilie, usikate tamaa wewe, usikate tamaa mke wangu, usikate tamaa. Jua anatutazama. Mama, popote ulipo, naomba sikia sauti yangu. Wanao tunateseka mama. Hatuna pakula, hatuna pakulala. Tumepoteza dira. Hatuna mwelekeo mama. Sikia sauti yetu mama. Mama, wakati tupo na wewe tulikuwa na furaha, lakini kwa sasa hatuna mbele wala nyuma. Mama, uliniambia nimtunze mdogo wangu. Nisamehe sana mama. Mpaka sasa sijui mdogo wangu yupo wapi. Ila nakuahidi mama,
Nitamtafuta kwa gharama yoyote. Minamini Baba Mungu ameyumba dunia kwa mapana. Sasa ndugu zanguni, kama nilivyowaambia, nilivyopigia simu kwamba tunasema minyung'ule imeshaingia mjengoni. Maana unapokuwa na hela bwana unaanza kunenepa mpaka nguo unazozoea zinakubana. Aye! Pesa sio matumizi. Tumeitana kila mtu achukue mnyung'ule wake. Sio? Maana pesa zinaua udugu. Ndio tukaonana babaya bure hapa. Mimi sina longolongo. Simdhulumu mtu haki yake. Tumepanga na tutapangua wote. Hivi hapa na ratiba kwenye kiwanja changu kimoja. Nataka nishushe mjengo, niweke watu nifugishe kuku wa mayai. Kuku wa mayai, kuku wa maziwa. Kuku wa maziwa tena. Kuku wa nyama. Sasa nyinyi wenzangu sijui mna mipango gani? Hapo mimi nimepanga, nataka ninunue ndege. Sasa ndege huyo unataka kumnunua chiriku au tongwa? Mimi nataka nije kuwa mfanya biashara tena mkubwa. Na wewe? Yaani mimi katika maisha yangu kitu kimoja ambacho mjui ndugu zangu. Kama maisha yangu siwezi kupanga jambo bila hela kuishia mkononi. Sasa mimi mpaka nakupigieni simu na kuitani nyumbani na kwambieni minyung'ule hapo ndani. Uzione nini? Sema shaziona bado kuzishika tu. Pesa zipo. Ila tu sasa ukiona kitu kipo ndani, hali ya kitu kiwe kwanza mkononi mwako ndo unaweza kufanya maamuzi. Ndani humo kuna panya. Kuna meenda na kula hela. Kuna sisimizane zako ndo kana begi lile ukaja kututia ubaya sisi hapa hata ukatumwelewi mtu ujue. Ujue zile pesa. Wewe nilipoziweka ungejua. Nimeziweka zioni mtu yote. Sasa hapa ngoja. Maneno mengi hayajengi. Inatakiwa vitendo. Ngoja nikachukue mnyung'ule, tuimwage barazani hapa. Kila mtu au sio? Hilo ndo la maana. Hilo ndo umefanya neno kweli. Aye! Ngoja nikachukue. Ila ndugu zangu msisahau kujiwekea sanda wenyewe, mnunue sanda. Ana maneno mengi huyo. Ndugu yangu ukisikia utajiri ndo huo. Utajiri wa kupata kumtegemea mtu ndo kazi. Hilo nalo kweli. Ila mimi nikinunua ndege sasa. Hatari. Ukinunua ndege ndugu yangu kwambia kitu kimoja. Nitakuombea dua kwa Mwenyezi Mungu kuopo karibu na Mungu pale. Akuchukua ukishakufa mimi nipate kulisi vitu vingine hivi. Wewe utata. Vipi tena? Bwana ukuje kama ngadu tu ukiona kufanya hivi kulikoni. Bwana lete hela hizo tuzione mbwa wewe. Utuchelewesha tu tumachakazi zetu za maana. Yaani watu wanagwadu na hizo pesa. Bwana vipi tumbo kuuma au? Ngoja kwani ngoja. Msiwe na haraka. Mna haraka nini? Aye! Msiwe na haraka. Ni mtu kupiga kelele kama kumoka shakonda. Kama bado ukata lombwa wewe. Nimechelewesha tu mambo yangu hayaendi mimi machamba shamba huko. Kule hinjo na nisubiri kila bone kule shamba banenda kuchukua nzigo kule. Nikiwewe kunywa tu ukija huko mimi nalipa. Wanangu hela zimekuja furahia tena hela hizo. Ndo zimwagwe hapo sasa tugawane.
vijana utasikia maokoto, maokoto. Aye. Hivi kati ya nani kaingia ndani? Kumbe wewe mpumbavu eh. Sisi ndio wote tumekaa hapa. Unalongela na wewe chani, kusema tuingie ndani kwenda kuchua kitu gani bwana wewe? Bana, nauliza kati yenu nani kaingia ndani? Wewe ndio uliingia ndani, haya tuambie kuna nini ndani? Bwana mimi nilijiweka ndani. Lakini cha ajabu begi silioni. Sasa ndo nauliza nani kaingia, tusiletane matani ile pesa bwana. Ndani mimi hela sizioni. Unajua sisi tunasisiwa pumbavu mbwa wewe. Wewe umesema pesa umeweka ndani. Na kuna mtu yeyote ambaye anajua pesa ulikozi heka. Wewe kuingia ndani kusema leo zioni unajua hizo hela mbwa wewe. Tusitaki kumaidiana. Subiri kwanza. Ujue usio unaongea vitu vingine kwa utani. Acha utani. Wewe leta pesa hapa tugawane. Mambo yaishi. Mimi najua wewe dhuluma tu ni yake kutufanya sisi ndugu zake hatuna akili kutaka kutudhulumu mali. Hivi ingekuwa nataka kwa dhulumu ningewapigia simu muje bwana. Leta pesa sasa. Mimi nilivotoa hela mimi ningetembea. Pesa ndani mimi sizioni. Unamuelewa huyu? Au sasa ukimpigia hela atakuwa tupate ndugu yangu yani wazo wako kupata ndege utakosa ujue. Kwa ndugu yangu tumeze kistaarabu tu. Kwa hiyo pesa umeweka wapi? Si ndio nashangaa. Mimi nakwambia hela mimi sizioni ndani. Kwa sababu mwenyewe nilishaongea na daktari mkuu huko, nitaka nikanyosha kiuno hiki. Sasa sijui nafanyaje hapo maana nilishapata elewi. Bwana mimi sina hela bwana. Ndio kaangalie huko ndani kwanza. Unanipeleka kama ng'ombe. Ni binadamu ajabu kweli. Sasa mtoto watu kule dada enjoy shamba kwa makidawa kule. Nikaambiwa kunywa gongo, kunywa nazi kila kitu wewe kunywa mimi nikija nitalipa. Sasa tumela solo mamado pesa chanto kule zalile kando leo. Hizi mali za solo mawisha kwa solo tu kila siku bana wewe. Mtoto watu kule nishamweka nywe gongo za watu. Bwana pesa mimi niliziweka hapa. Hapa ndo nilipoziweka pesa. Ziko wapi sasa? Sisi ndo nalimujiuliza mimi niliweka hapa pesa. Sasa wewe pesa ndakalia ni wafuriji mbwa wewe. Minamini Baba Mungu ameyumba dunia kwa mapana yake, tuchita wale walimwengu riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita, ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Ona unamwamini leo anakuuliza kesho, mnalopanga leo ule unakimbiza upepo. Mwanangu. Ma. Pole sana mwanangu. Najua mnateseka sana watoto wangu. Ila kwa sasa mama yenu nipo pamoja na mimi. Hakuna kiumbe yoyote atayekuja kutunyanyasa. Geuka nyuma mwanangu. Unaiona hiyo nyumba? Ndiyo. Hiyo nyumba kwa sasa ni mali. Wewe na mdogo wako. Mtaishi katika hiyo nyumba. Na hili begi. Kuna kila kitu. Kuna dokumenti zote. Shika. Kwa sasa hakuna mtu wote atakuja kusumbueni mimi watoto wangu. Mtaishi kwa raha na amani.
Nenda kamtafute mdogo wako. Mama, nitaenda kumtafutia wapi mdogo wangu? Sijali kwa hilo. Wewe pita tu hiyo njia. Utamkuta. Minamini Baba Mungu ameyumba dunia kwa mapana yake, tujitawale walimwengu. Riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu. Kevin, dada, Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Unamwamini leo anakuuliza kesho, mnalopanga leo ule unakimbiza upepo. Minadiliki kusema jamani, dunia ni kichefuchefu, meshindwa kuvumilia haya ya dunia yamezidi maumivu. Najiuliza ni nani na nakulaumiwa, nani tamlaumu, nani tamlaumu. Wote vigeugeu, sio ndugu atajila, wote siamini, hata sijui ni nani mbaya wa mimi. Yananichanganya, yanaumiza roho, yananichanganya walimu